Ah, Wandema. Karibu. Asante. Habari? Safi mzima? Mzima. Vipi nyumbani? Mzima? Wazima. Karibu sana. Asante, nimekuletea mzigo wako. Oh, asante. Msosi ya? Naona anakia. Mtoto anaonekana anajua kupika. Mashallah. Wala sijakipika mimi, kanipika mama. Kama ingedipika mama wako, basi asingekuruhusu. Lakini mazalo umepika wewe. Ndio maana ukamwona kutechi chako. Haya, sawa. Ndema. Unaonaje tukazungumza chakula? Hapana, hicho ni kwa ajili yako. Lakini itakuwa vizuri kama tutakula pamoja. Tutakuja kula siku nyingine. Sawa kama unamkatalia. Niambie. Shabani, samahani kwa kile kilichotokea jana. Mandema, usijali. Unajua kila kitu kinachotokea Mungu pekee ndiye anapanga. Kwa kuwa free kabisa. Sawa. Basi mimi nikuache, maana nataka nipite dukani, kuna vitu naenda kufuata. Lisije likafungwa. Sawa. Asante kwa chakula. Sawa. Mbona umechelewa? Unasema mama nimeagiza. Wandema, siku zote sababu zako ni hizo hizo tu ambazo sisi zielewa. Muda mwingine nakuwepo niko na mama. Kwa hiyo unapopiga simu zako unashindwa kuzipokea. Sawa uko na mama, lakini Wandema hata miss call inakushinda. Samahani kwa hili. Na siku kuna jambo liliendelea kwako, hilo unanificha. Hapana. Hakuna chochote ninachokuficha. Mara ngapi unanificha? Ila nisikilize Wandema. Siku zote nificha maradhi, kifo humumbua. Useme hivyo Masanja. Sasa unataka niseme vipi ili uweze kunielewa? Kweli jambo lipo. Lakini ningeomba tutafute sehemu nzuri ya kuongelea hili na sio hapa. Okay, sawa. Haya ndio maneno niliyotarajia kutoka kwako. Basi tuende getu ili tukalimalize hili jambo. Hapana, sio sasa hivi. Tutafanya baadaye watu kutoka msikitini. Sala ya magharibi. Sawa. Bado itakuwa ni muda mzuri tu kwetu. Lakini hata ungeniambia kichwa cha habari ili nikatoka wasiwasi. Hapana, siwezi kukuambia chochote. Unatoa wasiwasi. Kila kitu kitaenda sawa. Okay, sawa. Hiyo saa moja basi tuonane. Sawa, sijali. Kwanza niseme nishukuru kwa upande wa waume, kwa sababu kila jambo wametuachia sisi ndio tuamue. Kwa hiyo hili nimepokea vizuri na nimefurahi kabisa. Basi hilo ni jambo zuri. Inaonekana amepata wako wenye uelewa sana. Kwa hilo nashukuru sana. Kwa hiyo binti yenu amezaliwa mwaka gani? Kama kumbukumbu zimenipita vile. Hadi mama Ndema. Hivi ni mwaka gani vile mama Ndema? Mume wangu, kwa uzee gani uliokuwa nao hata kusahau mwaka alozaliwa mtoto? Ama kweli mimba nimebeba mie, leba nimekwenda mie. Sina maana hiyo. Kwa uzee hata mimi nitakuwa nimekuzaa. Unaona usufi?
umeshaja kichwani. Kama ni chumvi na sukari, alhamdulillah nishamaliza. Kwa hiyo umri umekwenda. Sawa, mtoto wetu kazaliwa mwezi wa 7 98. Tena usije ukasahau. Kwa hiyo kazaliwa mwezi wa 7 98. Wa alaikum salam. Mama Ande. Hebu njoo. Jambo letu lifanyike Ijumaa ya mwisho ya mfungo 6. Hapo itakuwa vizuri. Hapo mwenzangu patakuwa panaleta maana, kwa sababu mimi unavyoniona nakwenda kwenye vikundi vya watu, naalikwa mashughuli ya watu, na natoa vyangu vya gharama, natunza. Kwa hiyo na mimi nataka kutunzwa kwa mtoto wangu huyo hapo, kwa sababu mwanangu ndo huyo mmoja. Nataka na mimi niweke mambo, wajue kweli mtoto kaolewa. Lakini mimi hapa pangu rusha roho sitaki, bora mnanda. Unaanza. Huyu ndo biharusi mwenyewe au kuna mwingine? Ndio yeye huyo mtarajiwa. Binti yangu, hii ni bahati kwako. Kuna wasichana wengi hapa mjini wanadhalilika kuitafuta nafasi kama hiyo uliyoipata wewe. Lakini jambo la kumshukuru Mungu, wewe imekuja hapa nyumbani. Ninachokuomba, jilinde, jitahadhari na husuda za alimwengu. Na chengine pia, ninachokuomba uvae nguo za heshima za kujistiri. Uvae nikabu, uvae mabaibui. Maana huku hakuna mzee hata mmoja anompendelea mema mtoto wa mwizi wao. Umenielewa mama? Sawa mwalimu. Yaani hicho nachokizungumza mwalimu limeingia ndani ya mashikio yangu na limo ndani ya akili. Kwa sababu si rahisi kuona mwenzako ana kuliko 5 hapo pale, hata nzi hajapita. Kwangu mimi kuna kimoja tu hichi. Ni kweli. Roho ina sehemu. Ni kweli hicho unachokizungumza. Ila naomba tukazungumze kidogo. Asante. Samahani ni jamani. Haya. Mwanangu, umeasikia maneno hayo uliambiwa? Mzee wangu mashallah. Naam. Mungu amekujalia binti mrembo sana. Mashallah. Ila nikuombe kitu. Kwa kipindi hichi kifupi, nitakuomba binti yako usimruhusu kutoka ovyo. Na ikiwezekana mkaripie haswa ili apate kwenda katika njia nzuri. Maana wazee sasa hivi tunapata tabu sana kwenye malezi ya watoto wetu. Ni kweli hicho unachozungumza. Na kwa hivyo sasa hivi nitakadhabuti hasa. Kwa sababu nisipokadhabuti nitaharibikiwa. Nitakuwa mkali kwa kipindi hichi. Lakini pia na huyu mama yake nitamkamata sikio. Lazima niwe mkali kwake. Itakuwa vizuri. Sawa, itakuwa ni jambo jema zaidi. Wacha mimi niondoke. Utaniagia ndani, tutaonana siku nyingine. Inshallah. Inshallah. Bwana karibu. Asante sana. Inshallah. Safari njema bwana. Asante. Maana nikasoma baya. Kwa sababu nitapomlegeza kamba, nitaharibikiwa. Na nikiharibikiwa nimechekwa. Hachekwi mama mtu, nitachekwa mimi. Mzee Masawe,
tayari nimeshapata mtu sahihi katika maisha yangu. Ananipenda na mimi nampenda. Na hivi punde tunatarajia kufunga ndoa. Naamini utafurahi huko uliko babangu. Yaani kiukweli namuonea huruma sana huyo mwanamke ambaye anakuja kukuita mume, kwa sababu nahisi kabisa anakuja kuteseka. Yaani anakuja kujitesa bure kama namuona hivi. Alafu shemeji, wewe ilikuwa ndio mtu wa mwanzo kunipa moyo katika ile swala langu. Lakini wewe ndio kwanza unaniparia makaa ya moto. Then hii tabia sijaipenda. Hivi unaanzaje kutoka huko mpaka hapa hivyo ulivyo? Halafu mbele ya shemeji yako. Huoni bidisi anaweza kukaa kati hapa akashawishi kufanya vitu tofauti? Shemeji, acha hizo basi. Hayo yatakuwa tu mawazo yako. Kwanza penye mimi hapa sijakufuata wewe. Nimefuata tu nguo zangu. Yaani hapa sijakufuata wewe. Yaani bora hii shughuli iishe tena, huyu kisirani ondoke huko ndani. Yaani unajidanganya. Alokuambia shughuli ikiishe huko ndani naondoka nani? Hapa afe kipa, afe beki. Lazima mechi ichezwe. Kiufupi nang'ang'ana, siondoki. Baba. Na. Nilikuwa naomba nini kwa kina Zai mara moja. Mwanangu, hivi sasa hivi safari za usiku sizitaki. Hamna safari. Tambua hivi sasa hivi kwamba wewe ni biharusi mtarajiwa. Kwa safari za hamna kabisa. Kesho utaenda lakini kwa usiku huu. Okay baba, siendi kuchelewa. Hiyo utachelewa, hiyo usichelewe. Nakwambia safari za usiku sizitaki. Miguu na njia hivi sitaki. Hala. Kuna vitu muhimu unapata kwa kina Zai mara moja. Vitu muhimu ni vitu viwili tu. Kuzaliwa na kufa. Hayo ndio muhimu. Yalobaki yote majaliwa tu. Kwa hiyo safari za usiku hapa hapana. Safari zimekufa kabisa. Hii nataka upige kwa miguu, mwisho ukachukue nyundo ujogonge hapa. Hala. Hivi umejizaa umezaliwa?
Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you are calling does not answer. Please try again later. Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you are calling does not answer. Please try again later. Ulikuwa wapi muda wote hupokee simu zangu? Mpaka nahisi kuchanganikiwa. Nilikuwa kwenye bodaboda ndio maana sikuweza kupokea simu. Naambia besti. Haya sawa. Kwa nini uchanganyikiwe jamani Wandema? Nimechanganyikiwa kwa sababu wazee wanataka hili jambo liende kwa haraka. Sasa hilo ndio linalokuchanganya Wandema? Ndiyo, maana Masanja anataka tuonane. Na hapa baba yupo na hataki niende sehemu yote, na isitoshe mtoto watu hajui lolote kinachoendelea kuhusu sisi. Usiumize kichwa rafiki yangu. Kwani amekwambia muonane muda gani? Muda huu. Sawa, naomba niende nikamueleweshe juu ya hilo ili aache sasa kukutafuta. Wewe sasa unatakiwa uanze maisha yako mapya. Haya ndiyo maisha yako uliyochagua. Kwa hiyo mimi nitamkomesha. Unataka kwenda kumuelewesha juu ya sala gani? Ndoa yako na kila kitu kinachokuhusu wewe, au unataka tu akusumbue hivyo ndio unasikia raha? Ama mwenyewe umeridhika? Unafikiri atakuelewa? Itabidi tu aelewe. Haya sawa. Basi kinachoendelea utanijuza. Okay basi poa, chochote nitakujulisha shoga yangu. Sijali, be happy. Nyimbo ilofanya tugombane bwana inaitwa Sario. Wewe. Unafanya nini hapa? Kuanzia leo Wandema hawezi kufika hapa tena. Kwa nini? Hivyo tu.
Alafu hivi unajua wewe huna hadhi ya kutembea na rafiki yangu, na mimi pia sina hadhi ya kuita wewe shemeji. Okay. Sasa mimi najua kwa hiyo unanichukia. Na kwa hiyo unakuwa kimbelembele katika mapenzi yetu. Eti kimbelembele katika mapenzi yetu. Hivi unajua kwamba Wandema ameshapata mtu anamuenzi. Amepata mtu anayejua nini maana ya mapenzi, nini maana ya huba. Atakuja kwako wewe. Ina maana mimi sijui thamani yake, si ndio? Tena hayo mimi sijui. Utajijua mwenyewe. Okay, sawa. Umekiona kile kitanda? Kile kitanda nimekipamba kwa ajili yake. Na nimekipamba kwa gharama zote ili niweze kufurahi naye. Madhari rafiki yake upo? Sio mbaya. Raha za rafiki yako leo kazipata wewe. Una maana gani? Masanja, unataka kunifanya nini? Leo lazima ulipe gharama zangu zote.